huyu Ruto alipanga tukuje tuwawe kanisani, na akatoroka Friday akaenda Dubai, na akamwambia Inspector General aende Japan, ndio hiyo mauaji ikifanyika akuwe nje ya nchi. Aliposikia kimeumana haikufanyika, ndio akarudi. Na what happened is that iko special squad inaitwa Nairobi Sierra, inaongozwa na regional commander anaitwa Colin Seda, na tumepea Inspector General majina ya hao officers ambaye walitumwa pale na William Ruto na Kipchumba Murkomen kuja kuua watu. Na uchunguzi umetatizwa na Murkomen hauendelei kwa sababu hao maofisa walitumwa na Ruto na Murkomen kuja kuua watu kanisani. Na hata sasa tumeanza kupata information, na hivi karibuni sasa tuko hata na video evidence vile Ruto walipanga hiyo vita wakiwa na Murkomen na maaskari na mjumbe wa hapa yule mama. Hata tumepata askari ya unit inaitwa SOG iko pale Baragoi. Tunataka kushukuru maofficers hapo Baragoi kwa sababu wametujulisha kuna one officer who is an assassin, a sharp shooter, ambaye alitumwa kutoka huko Baragoi, ndiye alikuwa amekuja kuua watu pale Othaya, ambaye anaitwa John Mwangi Wahome. So hii information yote tumepata kutoka hata marafiki zetu wa kigeni because of satellite images, and in the next few days after ile deadline ya 16th tutarelease hizo video tuoneshe vile William Ruto na Murkomen na hao maskari na yule women rep wenu kutoka hapa Kigumo walipanga hiyo vita ya kuua watu. Sisi tumekubaliana hapa ya kwamba Martha Karua amesimama, tukiamua ni yeye, kura yote ya Mlima Kenya tutawekea kwa kika moja, si ndio? Tukiamua ni huyu Fred Matiang'i, huyu kiongozi alifanya kazi na Uhuru Kenyatta, kura yetu yote ya Mlima tutafanya nini? Tukiamua ni our cousin Kalonzo Musyoka, kura yetu tutampati. Na tukiamua ni Rigiji. Huu ni wakati wa kufikiria kuhusu Kenya. Tuungane tafadhali, na waomba sisi wote tuungane kabisa. Huu ni wakati wa kuzungumza maneno ya Kenya. Vile kuna mpango ama wakati mwingine unaona jukumu la kugawanya pande hii ya taifa la Kenya, kuna jukumu pia kugawanya pande nyingine ya Kenya. Nyinyi na sisi na kila Mkenya ambaye ako nchi hii, sisi sote ni ndugu na dada. Tafadhali tuzungumze haya maneno ya vile nchi yetu itaenda mbele tukiwa sisi wote pamoja. Na ninawahakikishia kwa niaba ya wale wengine ambao hatuko nao hapa kwamba tutashikana pamoja. Huu ni wakati wa kujenga taifa letu na ni wakati wa kukaa pamoja. Hatuwezi kuwa wajinga hivyo eti wakati nchi yote na Wakenya wanataka tuungane, tuanze sasa mambo mengine ambayo inaweza kuharibu nchi yetu. Sisi kama wale ambao walipigania uhuru wa nchi hii, we have a debt with history at this point in time, and that responsibility we will execute. We will make sacrifices. We have to, and come together and ensure that we build a united country. Sikue sisi wote pamoja. Nawaomba tafadhali, tukiangazia masuala kama ni shida ya pande hii ya Kenya, lakini tufikirie pia kwa sisi zote tuko katika nchi moja na tunataka kutembea pamoja na nyinyi. Tuendelee kuishi kama ndugu na dada. Shida ikitokea, mnajua 2007 wakati mambo ilitokea kule, sisi sote tulikuwa tunaumia tukiwa pamoja. Hakuna mtu dunia hii ateseki na hii maneno tunazungumza ya shana mambo kama hayo. Wakati mwingine Mungu akitupatia nafasi tutaongea haya kwa ubana na kwa undani, na kuhakikishia nyinyi kwamba tutafanya sehemu yetu vile Mungu atatuwezesha kuhakikisha kwamba tunakaa pamoja na tunaendesha nchi yetu na tunaenda pamoja. Tuko na serikali mbaya. Very bad government. And those who are telling us ati kama gwerere joku, what can we milk other than the blood of our children? Kukamua ile iko kule kwa mzinga, si ni ile
damu ya watoto wetu wameuawa. Why don't they ever tell us that he killed our children? Mimi nikandanganya because I followed Ruto, believing in what he was saying. And the latest lie I have learned this morning is that we were telling the children, go to TVET, automatically you have 34,000. Not even 35. Mtu akisema 34, unafikiria ni calculation amefanya mpaka ikafika 34. Sasa hakuna hiyo pesa. So we went lying. Everything we said we will do, we did not do. We are doing what we never said we will do. Like killing our children, like lying and promising. Ni ndiyo na mudori mahenita Ruto. Na nyinyi mukienda Singapore, mtaniwacha Kenya. Unajua watu sasa imekuwa, unajua hii ni kitu hata ukiwa hapa, kama unataka kunitumia 22,000, utaondoka hapa huko reference kweli? Ni kuweka tu kwa mtandao M-Pesa pa. Inahitaji tushinde drama tukicheza dance ati vijana hivyo tumeonyeshwa hapa. Surely have we ever seen this kind of drama of a president? Ati rais anashinda kiiba, ati anaenda kudistribute 22,000 kwa vijana. Hata PS ule anaitwa Susan Mangeni, wakati ya hizo hafla akizungumza ndio unasikia kweli huyu anaongea mambo ya nyota hii. Hiyo ingine yote. Sasa hata nimeona juzi mzee Oburu, anajua mzee Oburu amekuwa bunge tangu alikuta akina Martha hapo. Aliingia 1994 wakati mzee Jaramogi alikufa. Nimeona akisema ati sisi ati hatutembei, ati rais anaenda kona zote. Anaenda kona zote akifanya nini? Kwani sisi tuko na mambo ya nyota? Nyota can be done by an officer in the ministry of MSME. Kwa sababu you train the young people, alafu utawapatia, wataambiwa mta-apply kwa njia hii, alafu utaweka namba yako, utasikia kwa simu imeingia. Sasa itakuwa ati lazima rais atembee kila kona ya nchi, akisema yako imeingia. Hebu yako imeingia. Hiyo ni kazi ya rais kweli? Ndio mimi nasikia kule nyuma watu wanasema whether you talk politics or not, politics will come to you. Tulikuwa kwa kanisa kule Udhaya tukiwa na deputy president wetu hapa. Tukaletewa bunduki na tear gas kwa kanisa. Tumekuwa na watu jana wakilia kwa TV wakisema they wish NHIF was working because of what they are going through, wale wanatibiwa cancer. Usiseme siasa haikuhusu. Kama uko na mshahara, at the end of this month, NSSF will be 6%. Ile mshahara ulipeleka nyumbani January will be less. Wale watu wanasema sisi tusiongee siasa, tafadhali. Politics is affecting us. Na kuna watu hapo wanajaribu kupadisha Ruto mlima tena. Hawezi. And we want to tell him. And I think we've made it clear. All we are asking, our principles, tafadhali, tumewasihi, tumewauliza, mketi, mtuletee mtu. Idhiwe netoe modore atotagaturi. Githoti modore atoturainukia. Safari ya kesho hupangwa leo. No nginya twĩbange. Na tukĩbanga gũthiĩ gĩthurano kĩu kĩa bũrũri, no nginya twambe twĩbange ta rũrĩrĩ. Na rũrĩrĩ rwitũ tũtongoretio nĩ Rigathi wa Gachagua. Na nĩtũkũhoya ũrĩa nake warĩ president wa kana mũrata witũ Uhuru Muigai wa Kenyatta manyitane na Rigathi wa Gachagua ũguo na Martha Wangari wa Karua ũrĩ haha. Ithuĩ twambe tũcokanĩrĩrie kĩrĩma gĩkĩ gitũ tũgĩcoka gũkinya kũrĩa kũngĩ mbere. No niĩ ndarora harĩa mbere rĩrĩ nĩndĩrona hena ũtheri. Harĩa ndarũthĩrĩria athuri aya manyitana na atumia arĩa manyitana rĩ nĩndĩrona hena ũtheri na kanini kega onako gagakorwo kari hau thĩ. Niko katika wizara ya trade na industry. Na baadhi ya miradi tunaleta hapa, including hapa Murang'a, we want to do an industrial park. Mwezi jana Kenya imeanzisha mazungumzo na nchi ya China kuhakikisha kwamba tumepeleka avocado zetu ambazo zinakuja hapa.
Kwa hivyo mimi sitapitisha hapo. I just want to tell you that kura itigaikio na rwimbo rwa one term kana two term. Igaikio na wĩra ũrĩa ũrutĩtwo. Ngai amũrathime na muige wega. Tukichagua mmoja kati yetu, nitakuwa tayari, kama sio mimi, kwenda nyuma ya yule atachaguliwa na kumfanyia nini? Kampeni. Tusipofanya hivyo, tutakuwa tunajiharibu na tutakuwa watu wamejikosea huruma. Todo guthie turi aingi no undu mwana guikiria kasongo ndu kura nitwanyitanira. Kwa hivyo muelewe, lazima kuwe ni mtu moja, sababu tukigawanya kura ni sawa sawa na kumpatia kura ndugu yangu. Kwa hivyo tuwe na umoja, tuwe na taratibu zetu, na ndivyo tuweze kufaulu. Siasa ni kuweka msimamo. Sabina amechagua atakuwa mtu wa William Ruto, aendelee pande ya William Ruto, naye sisi tutakuwa watu ya Rigathi Gachagua. Ile tu tunaomba wale mna support William Ruto, musipange vita, musipange askari, tuombeni kura kwa si hiyo ni sawa? Lakini pia ukikuja kuongea mambo, ukisema wewe hutakuwa wa Rigathi Gachagua, tueleze juu watoto wanauliwa na wewe ni mama, mbona uongeagi mambo ya watoto kuuliwa? Pia unasemanga ukiwa nje wa Munyoro nyinyi. Kwa nini leo hujasema hiyo hapa? Kwa nini saa ile mko na rais ndio mnamdanganya? Si hapa ungekuja utetee yeye na useme vile ameweka stima, ametengeneza mabarabara. Kwa nini usemangi hiyo? President Uhuru Kenyatta and I, Martha Karua, Justin Muturi, are very responsible leaders. We know what to do in the fullness of time. Sisi hatuwezi kubali mtu yeyote agawanya hii mlima kwa sababu ndio nguvu yetu. And we know our unity is our strength, and our future as a region is hinged on our unity. We will not allow anybody to divide this mountain. Na hii vita yote mnaona Ruto akinipiga kunitumia watu waniue, ni kwa sababu nimemkatasa kugawanya hii mlima, na hatutakubalia kwa sababu hii mlima ikigawanyika tumekwisha. Kwa hivyo hatutakubali kamwe. And the way Dr. Matiang'i, you have said, the people of this region are good people. And by the way, we are not tribal. Ruto anatuita wakabila saa hii. Tukimchagua, alikuwa Mkikuyu? Alikuwa Muembu? Alikuwa Mumeru? Si alikuwa Mkalenjin? Tulimchagua tukijua si mtu wetu. Saa hii tumemkataa, naita sisi wakabila. Sisi Dr. Matiang'i are good people. We look for good leadership. Hawa watu ya mlima walikuchagua, they can elect somebody else from another region. Stop having a sense of self-entitlement. We had a 5-year contract with you, umeharibu. We are going to terminate that contract with you and enter a new contract with another. Kwa sababu hivyo ndivyo contract zinaendanga. So wewe hata ukitumana hapa vita, hata utupige, hata utuangaishe, mambo ya hii mlima imefanya nini?